Naam, nafikiri umeweza kuona jinsi watu walivyowasili. Wako ambao waliwasili na bodaboda, wako waliwasili na magari, wako ambao waliwasili kwa miguu, lakini arrival ilikuwa ya kufana sana. Naam, ambaye unamuona akiingia wa mwisho pale ndiye wakili Mureu ama mheshimiwa wakili Mureu, ambaye ndiye mbunge wa eneo bunge la Gatanga pale, akiwa na familia yake, mke wake, watoto wake wawili na pamoja na ndugu yake Mungai, akiwa Mungai pia ameambatana na mke wake. Naona ile tamasha ambao wameingia pale wakidansi paka kwenye eneo, basi ndio ilikuwa jinsi walivyokaribishwa. Na tunakwenda moja kwa moja katika kitengo cha ibada. Baada ya watu kuwasili, kinachofuata ni ibada ambayo inaongozwa na ndugu yetu Martin, ambaye ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la Bea ama Barnabas East Africa pale maeneo ya Kwale ninaposhiriki, akiwa yeye ni muimbaji aliyebarikiwa na kipawa cha uimbaji na uchungaji. Kwa hivyo atakuwa anatuongoza na pambio 2-3, na baada ya pale tutakuwa tunaingia kwa mahubiri moja kwa moja, na anayehusika katika nafasi ya kuhubiri si mwingine ni mtumishi wa Mungu mchungaji Pastor James Chirima, ambaye pia naye ni mchungaji wangu. Tuseme nilihusisha kikosi cha kutoka kwangu kanisani kuweza kutumika katika upande wa ibada pale. Kwa hivyo tupata nafasi ya kuweza kubarikiwa kwenye ibada hii fupi kabla tupate nafasi nyingine.
Weka mikono yako juu tukamwabudu Bwana, tukalimidi jina lake na kulitukuza jina lake. Wakati ambapo wanaenda kuweka wimbo wa kuabudu, ningeomba mchungaji ambaye atachukua nafasi ya kuhubiri akaweze kusonga karibu ili tukaweze kwenda kwa kipindi hicho cha ibada. Bwana Yesu asifiwe. Buyasio. Tuyasio. Gaina kata. Hata iwe mwanangu. Basi namshukuru Mungu ni mzima, nimeokoka. Bwana amekuwa mwema. Amen. Hallelujah. Watu labda walikuwa na matarajio tofauti. Labda alikuwa anatarajia mchungaji ambaye amevaa suti. Lakini leo sijavaa suti na hata washirika waje niona hivi kanisani. Nimevaa hivi kwa sababu tatu. Amen. Amen. Ya kwanza ni kwamba mtu anapo retire huwa hana sheria, huwa na zake mwenyewe. Ndio maana na mimi nikavaa freestyle. Hallelujah. Amen. 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 Ya pili. Hallelujah. Hallelujah. Leo ni weekend bwana. Tumepita vidimu huko karibu nitake kuogelea. Mimi napenda kuogelea. Na ya tatu, unajua suti na sheria zake. Ukivaa suti utakani kurukaruka sana. Hapa kutakuwa na mlo. Sasa mara suti imeingia kwa supu, mambo gani haya? Kwa hivyo ndio maana nimetaka tu na relaxed mode. Niko tayari kwa kila hali. Amen. Sherehe hii basi ina majina mawili. Amen. Ina jina moja inaitwa Thanksgiving na pia retirement party. Amen. Naomba nipeane zawadi yangu kabla kipindi cha zawadi. Tuko na zawadi nyingine. Lakini hii na kwa tarehe ya leo. Fungua page. Ni page ama ni date? Ukurasa wa 19 April. Yale maneno utazungumza yale yako utayaweka hapo. Alafu miaka 10 baadaye tutakuja kuangalia hiyo diary. Amen. Hallelujah. Basi nataka pia nitasaidiwa kidogo hapa na vijana. From verse 1. Tasoma kwa Biblia ya Kiswahili ila nitazungumza kwa lugha mbili rasmi. Lugha ya Kiswahili ndio lugha ya taifa na lugha ya Kiingereza ndio lugha rasmi katika taifa letu la Kenya. Tatumia hizo lugha mbili kwa sababu sherehe hii ni ya mwalimu na mwalimu huyu aliattain miaka 60. Amen. So if you are not 60 years, if you are not above 60 years na hujaenda shule, utanisamehe. Amen. Because since 1964 when this nation became a republic, elimu ilizingatiwa sana. Kwa hiyo ukiona nimechanganya mahali kidogo ni radhi,
ningependa pia nitambue uwepo wa wageni wetu. Mbunge wa Gatanga, Bwana Mureo, karibu sana. Pia ningependa kutambua mkubwa wetu. Amen. Na mkubwa wangu hapa kuna Bwana Brian, who is our CSO this area. Our CSO. Mimi pia ni mwalimu. Na kutambua sana. Karibu sana. Thank you for coming. Huyo ni CSO wetu, mimi ni mwalimu, pia ni mchungaji, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi na ile ya sekondari msingi. Pia niko na sekondari yenyewe. So I'm a comprehensive school principal. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sishangae. Amen. Basi mstari wa kwanza, basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya mjumbe kusema, Mungu wanifanyie hivi na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho wanapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka, akaenda kahifadhi roho yake katika Beersheba mji wa Yuda, akawaacha watumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda kaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha, akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa, akamwambia, inuka ule. Akatazama, kume pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata ikafika Horebu mlima wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Naomba Bwana, napoenda kushiriki neno hili uwe pamoja nami, nitumie kama chombo. Nisilinene neno hili kwa tajriba, wala kwa uzoefu, wala kwa elimu ya kibinadamu, bali Bwana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naomba uachilie ufunuo, ili Bwana ukazungumze na maisha yetu. Uinuliwe Bwana na utukuzwe, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. Hallelujah. Nataka nizungumze na maisha yako kwa kifupi, pamoja na maisha ya mama, kwa sababu yeye ndiye mgeni wetu wa heshima siku ya leo. Lakini kwa sababu pia wewe umekuja, nilikuwa nataka kuwa mbinafsi kidogo, lakini nikakumbuka ya kwamba kama neno lingekuwa lake peke yake, labda ningempigia simu, labda ningekuja nikazungumza naye. Lakini kwa sababu uko hapa, nataka tushiriki pamoja na mama ya kwamba siku ya leo, pale mahali ambapo tumesoma, Biblia inazungumza kuhusu habari za Eliya. Eliya alikuwa ni nabii wa Mungu, na Eliya alikumbana na upinzani mkali sana. Watu wengi walikuwa wamegeuka, watu wengi walikuwa wameacha njia za Mungu, na watu wakawa wamefuata mambo yao, wakawa wanaabudu miungu. Lakini ikafika mahali Eliya akasimama, akasema, leo tunataka ijulikane kama Baali ndiye Mungu aabudiwe yeye, na kama Jehova ndiye Mungu aabudiwe yeye. Akaulizwa fomu ni gani? Akasema, leteni ng'ombe wawili, patieni manabii wa Baali ng'ombe mmoja, na mimi mnipatie ng'ombe mmoja, ili tutoe sadaka bila moto, na yule Mungu atakayejibu kwa moto ndiye Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo ng'ombe wawili wakaletwa, watu wa Baali wakapewa ng'ombe wao, wakaambiwa, iteni Mungu, akijibu kwa moto sote tunaabudu Baali. Jamaa waliitana kuanzia asubuhi, wakapiga masama sote, wakaongea kikwao, wakafanya kila aina ya sarakasi. Hakukuwa na moto. Ilipofika wakati wa Eliya, walikubali, waliinua mikono, wakasema tumesarenda. Wakaulizwa, should we give you another opportunity? Wakasema no.
we are done. Are you sure you are done? Wakasema ni kweli, Mungu wetu hatawahi jibu. Maana walikuwa wanaanza kuchongolewa, wanaambiwa labda ameenda huko Tiribe, leo ni siku ya soko. Wakasema iteni kwa sauti, labda amelala. Walipa ya kwamba na kuna wengine hapa hawataonja mauti mpaka kurudi kwa mwana wa Adamu. Alisema kuna wangapi? Wengine hapa. Mimi ni kwa among the wengine. Hallelujah. I'm still here to stay. Kuna injili bado lazima ifundishwe, ihubiriwe, na kuna watoto wafundishwe, wengine hata wanazaliwa leo usiku. Na mwingine hakuja kwa hii sherehe kwa sababu ameenda maternity ward ajifungue. Sasa watafundishwa na nani kama mwalimu atakuwa kila saa akikungua deputy njoo hapa na senior teacher, mimi nikifa munipeleke mpaka kwetu? Watoto watafundishwa na nani? Hallelujah. Hiyo age inakuanga hatari. Akikungua kidogo anasema kuna mtu ameniwekea jiwe nataka nife. Hiyo lugha mama hatutaki. You are full of life. Zaburi 91:16. Biblia inasema and with long life I will satisfy you. Unajua kuna kushiba na kukinai. Hayo mambo mawili unayajua. Kushiba unaweza shiba, lakini ukiona chakula kama wewe ni mlafi ukala tena. Kukinai hata ukiona chakula huli tena. So anasema I will satisfy you. Yani nitakujaza mpaka ukinai na hayo maisha. Useme, ushaona watu wa Biblia wanasema mchukue mtumishi wako, niko tayari, amejaa miaka. Hallelujah. Chana na watu wanasema ati miaka 60, 70. Miaka 120. Ukisoma kitabu Mwanzo, pale maisha yalianzia. Unasikia na Enoko akafikisha miaka 365 ndio akaoa. Wewe msichana wa shule grade 8, wasema kama nivyo naenda kuolewa, uaolewa wapi? Mtu alifikisha miaka 365 ndio akaoa. Na kuna wazazi wanatabia hapa. Nimekuwa mwalimu Katoto kamemaliza tu form 4, sasa huolewi. Kuolewa ni karia. Kwani kuolewa kumekuwa karia na kulinganisha watu. Unajua mlipotoka 8, mwenzako aliolewa sasa na watoto 3, 4, asi ameenda form 4, form 1 mpaka 4. Mwenzako sasa na watoto 4. Wewe bado huna. Tulikuwa tushindana. Classmate wangu mmoja kapatana na yeye miaka karibu 10 iliyopita. Akaniuliza, Chirimo na watoto wangapi? Nikamwambia mmoja. Akasema nimekushinda mimi na 5. Nikamwambia huku niambia kama twashindana ningekuwa nimejitahidi. Huku niambia kama twashindana. We are not competing to have children. Hallelujah. Amen. Sasa Biblia inasema yeye Mungu huwapa nguvu wazimiao. Wale wanasikia kama hawawezi anawapatia nguvu. Kuna mwalimu amesema ameretire. Retired. Ni ofisa wa magereza retired. Na unaona yuko strong. Na mwalimu Mbure pale si ameretire. Miaka mingapi sasa baba? You are now 75. Si yuko na nguvu. Bwana huwapatia nguvu wale wazimiao. Na wale ambao wanasikia kuchoka huisha nguvu zao. Lakini wale wamngojeao Bwana wataruka kama tai. Nataka kuongea, nataka nimpatie mama mambo 4 tu kuhusiana na tai. Tai ni eagle. Eagle kwa Kikamba inaitwaje? Kiloe. Loe. Ndio. Sasa nataka nizungumze kuhusu huyu ndege anaitwa hiyo. Hallelujah. Poleni, ulimi wangu ni mzito. Sisi ni wale hata tukizungumza tunazungumza na capital letters. There are 7 days in a week. Ndio sisi na capital letters. Kwa hiyo nataka tuzungumze kuhusu huyu. Ndio. Mwewe ana tabia 4 zinazomfanya aishi muda mrefu. Kwanza ukiangalia huwa anaishi kama kwanza kwa miaka kama 25 mpaka 30. Mwewe. Na mwewe ni ndege mwingine ambaye huruka juu sana. Yeye haruki chini. Lakini focus yake akiwa pale juu analoketi kifaranga, anakicalculatea, akishuka ni mathematician.
Nikienda kwa speed ya 180 kilometers per minute, yule kifaranga nitampata hajasonga hata sentimita 3. Na kuku akishtuka, yule kifaranga amechukuliwa na mwewe. Wanashanga, hata wewe mwenyewe unashtuka. Unasikia unasema lakini wapi? Kifaranga ameenda na mwewe. Sasa huyu mwewe akifikisha miaka 30 hupanda juu sana. Akifika kule akatoa manyoya yake yale ya samani, inaitwa molting. Anayatoa, anayatoa yale manyoya. Akimaliza kutoa manyoya, anagonga, ngoja tuongee kwa manyoya, anagonga ule mdomo wake kwa jiwe juu kabisa kwa rock, na atafunga mpaka wakati ule atapata tena nguvu kwa mdomo. Anatoa manyoya, yanamea mapya. Hallelujah. Amen. Alafu anagonga ile inaitwa beak. Anaigonga kwa mawe, inatoka kama ushawahi chinja kuku, ushawahi muweka kwa maji ya moto, alafu unatoa hizo kucha, unatoa ile ngozi ya juu kwenye miguu. Mimi hutoa mpaka huo mdomo. Hallelujah. Situpi kitu kwa kuku. Sasa unatupa nini? Mwenyewe ni mdogo, unatupa nini? Hallelujah. Manyoya. Manyoya na ile diff ile nawekanga chakula hapa. Hizo mbili ndio natupa. Hallelujah. Akishatoa hiyo beak, atakaa, itakuwa inavunja damu, lakini kuna ingine inamea. Ikimea anaishi miaka mingine tena mingi, hata karibia 40. Yani anaanza maisha upya. Tena huyo mwewe hali mizoga, yeye si kama vulture, yeye anakulanga nyama fresh. Alafu yeye pia hufanya mazoezi. Wakati mwingine unamuona anaenda hivi, alafu anaenda hivi, anapeperuka juu, anarudi, anafanya mazoezi. Ya 4, alafu ndio niongee na mama nikakae, maana watu wanaweza kuwa sasa hivi wananilaani. Wanasema tumeambiwa ukimaliza tu kuhubiri tunapewa chakula. Sasa wewe unang'ang'ana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Mambo 4. Tumesema kila wakati anajitoa yale manyoya. Mama, wakati huu sasa you are renewing your strength. Unatoa stress zingine unaachana nazo. Kuna vitu wewe unaachana navyo. Ukiniona mimi niko mkubwa hivi, si kwamba tingo na pesa. Kuna kitu inaitwa serenity prayer, huwa naipenda sana. It goes like this: oh God, give me wisdom, give me strength to change the things that I can, and patience to bear with the things that I cannot change, and wisdom to differentiate between the two. Hilo ndilo ombi langu mimi. Mungu nipatie nguvu ya kubadilisha yale mambo ambayo naweza kubadilisha. Alafu unipatie subira, nivumiliane na yale mambo ambayo siwezi kubadilisha. Alafu nipatie hekima ya kujua hili naliweza na hili siliwezi. Nilipogundua hivyo, nilianza kunenepa ovyo ovyo tu. Bwana asifiwe. Hata kama madaktari wako hapa nitaongea tu. Wajua siku hizi ukinenepa, sisi tunajua ni vizuri. Madaktari wanasema those are poor feeding habits. Atunakula starch nyingi, unakula kilafi ndio unanenepa. Kwangu mimi this is success, this is peace. Hallelujah. Maana sina pressure, sina ulcers. Yani mimi na ukinikwaza ninakufuata na kuambia mheshimiwa uliongea lakini sikuridhika. Ukiniambia pole, imeisha. Siwekangi vitu kwa moyo. I don't have grief in my heart. Mama, huu ni wakati wa kujivinjari. Stress free. Tulia. Captain akikupigia simu akikwambia mjukuu wako lala njaa, mwambie lale, hata kufa hata wewe ulilala baba yake na uko hai. Sio umebakisha shilingi 2000 kwa simu unamtumia kwa sababu umemwambia mjukuu na lala njaa. Si alale. Amen. Hallelujah. Lui, nimekuja kukuharibia, ulinialika mwenyewe. Usiogope. Yani mama hana amani.
Mara ati mama tunalala njaa. Mama ndio huyo, ndio mbio mpaka kwa M-Pesa atafute, akifika pale hakuna float, akifika kule kuna float, apeane pikipiki kwa kijana 200 mpaka Tiribe akaekewe kale ka 1000 kamebaki atumie mtoto wake. Maana wajukuu na lala njaa, si walale. Huu ni wakati stress free. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Na rafiki yangu mmoja alikuwa CID. Alikuwa anafanya kule Nairobi. Kwao ni hapa Mwalubamba, msichana. Tulisoma na yeye. Lakini usiku hapatikani. Siku moja tukakutana, nikamuuliza Fatuma, mbona unazima simu? Tulikuwa tuko kwa welfare moja. Kukawa kunimetokezea jambo, tunataka msaada wake. Nilikuwa nimeibiwa simu. Nikawa nataka angalau kama inaweza trackiwa. Sasa nikawa nataka niulize, je, wao wanaweza fanyaje? Nikamkosa kwa simu. Nikampata, kesho yake akanipigia. Nikamuuliza, mbona unazima simu? Akaniambia simu zote za usiku Chirima ni emergency. Sasa mimi niko Nairobi, nyumba yangu iko hapa ujamaa. Hata mtu akinipigia simu akiniambia nyumba imeshika moto, nafanyaje usiku huo? Sasa mimi huwa nazima simu na nalala. Mama, unaweza amua ukazima simu yako na ukatulia. Ulale utulie, lala utulie. Lui akipatwa na shida ni kwamba najua mtoto wako huyu Lui pekee. Yule mwingine nilimuona mara moja na sijui kama yupo. Huyu. Akikupigia simu akukose, wacha pigie pastor wake. Yangu mimi ndio sifungi, maana niko sakoli yangu ni kubwa. Kuna washirika, kuna jamii, kuna nini, vitoto vyangu ni vidogo. Katoto kangu ka mwisho ni waka kuja hapa. Sijui kameenda huko kwa jiko tayari kuangalia kama chakula imeiva, lakini kako hapa kana kitambi kama mimi pia. Yaani kabonge tu. Nako hao kwa sababu ya hao ndio bado naacha. Lakini kiritaya ninazima simu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ng'ombe wako wako Mwangulu. Umeambiwa mama, ng'ombe wamekuja kuchukuliwa. Unafanyaje? Kutoka hapa mpaka Mwangulu saa ngapi? Watu wa bodaboda wamesema simu, wewe retiree. Sasa unasumbuka na nini? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kijana mwingine wa mama anaitwa nani? Teddy. Yes. Pambana na hali yako. Kivyako, achana na mama, pumzike. Wacha mama atulie. She has done a lot, amewalea, amewasomesha mpaka mmefikia pale amefikia. Sasa you are old enough. Pambaneni na hali yenu. Amen. Si mambo ya kusumbua mama hapa. Si mama mkaza mwanao yotaka kwenda. Haende. Hallelujah. Amen. Muulize tu hata saa hii saa 7 usiku. Ukisema nataka kwenda, mimi ndio nifanyeje? Niko Simanya. Ndio nifanyeje na huko Bamburi? Nifanyeje? Tumie chopa basi. Hallelujah. Amen. Unaongea kama wamama wa Kiswahili. Wanasema wakwenda watakwenda. Hata ukifanyaje mwanangu, wacha nilale. Hallelujah. Amen. Na wale wa mama wako hapa. Hii tabia haina wale wa mama watu wazima. Wale chipukizi, ma millennials na ma Gen Z. Wanapenda kwenda. My friend, nataka ujue kitu kimoja. Kila wakati hata ukitembea na mmeo, kuna mdada fulani hapo anaomba maombi yake yote. Anatamani tu angalau sijui uanguke, udondoke chini ufe, sijui weje, sijui wachwe akureplace. Sasa wewe kila kitu kidogo, nataka kwenda kwetu mimi. Siku moja utaenda upate umereplacewa. Utamlilia nani? Amen. Hallelujah. Hii mambo ya kwenda tu kitu kidogo unataka kwenda. Nimeenda kuhustle nimekosa, mimi naenda mimi. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamaa mmoja alinipunga sana. Mke akasema naenda kwa mama, na yeye akapaka, akavuta suitcase na yeye anapaki. Bibi akamuuliza kwa nini unaenda wapi? Akamwambia wewe umesemaje? Naenda kwa mama. Akamwambia pia mimi naenda kwa mama. Akamuuliza na watoto, akasema watoto wataenda kwa mama yao. Akapaki haraka akifika kwa mlango akavutwa, akarudishwa. Usiende babake fulani, usiende. Kimeumana. Achani mama apumzike. Mama sasa ni wakati wa kutoa manyoya. Ndio maana hata serikali hupewi loan ukiwa umebakisha miaka 5 4. Hupewi. Maana ni wakati wa kujivinjari. Usisumbuke na stress. Sijui loans. Siku hizi kuna loan sijui Okash, sijui Platinum, sijui Pioneer, sijui nini. Vingine ni gani? Tala. Zenka. Members wako huku jamani. Members
Wazazi wako huku. Mama, tenti hilo siende. Hiyo ya Zenka ya Tala usiende. Hallelujah. Ni wakati wa kurefresh. Ni wakati wa kurefresh. Mzee, nimekuja kuzungumza na wewe. Wacha mama, ushasikia leo anasema your wish is my command. Ushaisikia? Akisema humu ndine enda kungeka kanguko, kachinjwe mara moja hata kama analalia. Achinjwe, kwani ni nini muhimu kuliko mama? Akisema leo natamani supu ya kuku, achinjiwe kuku. Akisema humu ndine nena itawata, nina ile hamu. Inaitwanga nini? Hata kama ni craving, hata kama nitaita hivyo. Lakini akisema nataka kasupu kambuzi, achinjwe mbuzi. Hai? Kwani iko nini? Hallelujah. Amen. Mimi hufuga, lakini kufuga kwangu anafugia kula. Siku moja mama akanipigia simu akaniambia kuna kuku mmoja ameshikwa na ugonjwa ile ya kideri. Nikamwambia wangu wote wachinje. Sikujua ni wangapi. Walipochinjwa nikaita kijana jirani. Mimi niko mbali, uko mbali. Kasema Nzabila, nenda uchinje au kuku alafu watengeneze. Ukifika pale anasema mama yuko busy, hakuna hata kuni, hakuna hata moto, hatuwezi tengeneza au kuku. Kaambia weka kwa gunia utumanie na matatu. Wakawekwa kwa gunia, wakawekwa kwa box board Kismat. Wakaletwa. Kufika pale naangalia kuku ni 20. Nikaweka sufuria kubwa ya maji moto. Yakachemka. Tukawaweka mimi na watoto wangu pamoja na msichana wa kazi, tukanyonyoa kuku 20. Hallelujah. Amen. Nikamwambia leo tunakula wawili. Nikaweka kwa fridge, tukala polepole wakaisha. Washirika samahani, sikuwapatia hata mmoja. Nilikuwa na waweza. Unajua sasa mimi nilikuwa na waweza. Hallelujah. Wajua shida yao ni kwamba hawajui kwa pasta. Sasa huwa anasema ukija utapata. So wangekuja ningewapatia. Kuna jirani mwingine alikuja nikampatia wawili. Lakini 18 tukala mimi, mke wangu, watoto wangu 2 na msichana wa kazi. Watu 5, you can imagine. Sisi tukila kuku, Pastor January nitakuja kuna kuku wangu kwako. Anakatwanga tukota mara 4. Kila mtu pisi yake. So if you are more than 4, inamaanisha kuku mmoja hatoshi. Mbuzi nao hukaa, mimi nikatamani nyama ya mbuzi, nikaenda nyumbani nikamwambia mama nataka mbuzi. Ananiambia sasa mbuzi nitachinja huyu. Namchinja, namwambia mama chukua hii paja hii peke yake, alafu mimi hii nyingine navunja vizuri, nafunga vizuri, naweka kwa gari. Naenda kuweka kwa fridge na kula polepole. Hallelujah. Hii kitambi ni akula baba. Tunataka mama anawiri. Akitamani kitu, huu ni wakati wake, akitamani kitu wale. Alifunga siku nyingi, akajinyima siku nyingi akilea watoto. Sasa watoto wamekuwa wakubwa. Wewe umekuwa mkubwa sasa. Sasa hivi mnapelekana tu polepole. Lakini wewe uko advantaged. Amen. Amen. Akisema natamani chai ambayo haina majani, ni maziwa peke yake. Kwani utapika kikombe, inapikwa kikombe kimoja? Si ni 2. Yako na yake. Basi. Hallelujah. Amen. Jambo la pili. Huyo tumesema ya kwamba hali mizoga, hali mfu. Mama, usikule vitu kama mwathiriwa. Kula vizuri. Unajua kuna watu mama ananunua kabisa kanyama kake robo. Yeye na mzee. Sasa kanapikwa vizuri tu, anatengenezewa, alafu sasa kunatokezea kidudu mtu anakuja kuweka mvufu. Jagi 3 za maji. Nyama ya 150. Sasa jagi 3 ya nini? Kama wanataka maji watachota maji, kuna tangi kubwa wanywe, lakini kuna kasupu tunakaita kwa Kikamba katungiani. Yaani kakitu kazuri. Tengeneza fry kwako. Kama kuna vitukuu vimekuja kina hadi tanga yako na mzee, nafundisha tabia mbaya. Tanga yako na mzee, ile nyingine wekeni dhufu. Wanakataa kule nyuma waona. Kama lazima kuwe na supu, wawekewe watoto supu. Nyinyi yenu ni kakitu smart na ka juice. Hallelujah. Amen. Kula vitu vizuri. Hiyo ni physical. Na pia in the spiritual.
lishwa neno, kula neno, soma Biblia yako, encourage yourself in the Lord. Amen. Amen. Alafu usijiweke garbage. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kila kitu, wewe si mzee wa mtaa. Si kila kitu kinakuja hapa kinakufuata wewe. Sijui nani aliangaliwa na mke wake vibaya, tumekuja kwa mama. Watu wa Simanya, watu wa sijui ni kuna watu nini, kuna mabangalani ama nini? Maloloni. 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 Watu wa Maloloni, wacha ni mama atulie. Sikumletea tu kitu wewe una. Hallelujah. Amen. Maana ndio mama mtu mzima kanisani, ndiye amesoma, sasa kila kesi. Huyu amekosana na mchumba wake, nendeni kwa mama, pastor, unisaidie. Huyu mama sitaki apewe stress. Kama kuna counseling ya kufanywa, wafanya mwenyewe ama watume kwingine walete kwangu. Lakini sio mama hawa wanakuja, vijana wanakuja majensi. Ati shida ni nini? Mama ndiye anawekwa hapo, unaamua kesi. Ati najua mama huyu nimemwona online lakini hata hanichat, nikimwambia hi haitiki. Sasa mama na online ni nini? Mwenyewe anasema simu. Pambana na hali yako. Wacha mama pumzike. Sikulisha kila kitu. Sasa amekuja hapa nyumbani anaambia mzee, uso umekuwa mrefu. Anaambia shida ni nini? Anaulizwa na mzee. Anasema sasa unaona yule mtoto wa jirani. Boyfriend wake yuko online na hamchat. Sasa anachati na nani? Ni kumblue tick tu na kumblue tick tu. Singata na mgrey tick. Sasa wewe mambo ya grey tick na blue tick mama inakusumbua. That is garbage. Kula chakula fresh. Ishi vizuri. Hallelujah. Amen. Kazi zake huyu mama ziwe nyepesi. Amen. Apewe vipindi vya kuhubiri kwa wamama dakika 15, si nyingi kama hizi zangu. 15, 10, ambie wamama basi Bwana wabariki sana. Arudi nyumbani kuja kunywa supu ya kuku. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mama, chakula chako kiwe chakula fresh. Neno la Mungu, maneno mazuri. Achana na mambo ya kuongea negative. Achana na hiyo. Achana na kuongea negative. Unajua Biblia inasema katika Proverbs 18:21 ya kwamba death and life is in the power of the tongue. Sasa kuna wale watu wanasema kidogo, unajua ni kawaida. Sasa ukiamka utajisikia mwili hauwezi, asubuhi unaweza shindwa kama leo mtatoka kitandani, lakini kajua kakichomoza unapata nguvu na unajipata unasonga. Hallelujah. Amen. Si mambo na kwa jamani basi mimi naona kama naenda. Unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Jamaa mmoja Waislamu, poleni nimewaona hapa. Jamaa mmoja Muislamu akasoma Biblia. Akasoma mahali pameandikwa na Bwana akanichukua akanionyesha watu walikuwa ni 144 na thousands nyingi wako mbinguni. Sasa jamaa Muislamu kaambia si uokoke uende mbinguni. Akaniambia huko kumejaa. Tayari kumejaa huko, kuna watu wengi. Soma hii Ufunuo. Akanionyesha hayo maandiko. Ananiambia huko kumejaa. Sasa mama nataka kwenda wapi na huko kuna watu wengi. Huko kuna watu wengi, wao nataka kwenda haraka kufanya nini? Hallelujah. Hii kukimbia mnataka kufa haraka hii. Inawafanya mkienda kule mtaishi kwa vibanda. Unasikia tunatengenezewa nyumba. Yesu alisema kwamba muamini Mungu niamini na mimi. Nyumbani kwa baba yangu kuna makao na naenda kuwaandalia. Sasa wewe at the age of 50, at the age of 35 unakufa, nyumba haijajengwa, haijakamilika. Mtaenda kuishi kwa vibanda huko. Speak life. Speak life, mama, speak life. Hallelujah. Amen. My wife is the last born. Na sasa huko kwa mama yake. Na sasa hiyo 50 hatungangani, imekaribia. Na yeye ni last born. Kwa hivyo mama yuko kama miaka ngapi? Like 115 sahi. She's over 100 years. Hallelujah. Nikitaka kuoa 2001. Akasema mwanangu harakisha, harusi kwa linga kwa Disemba. Akaniambia harakisha, ilikuwa Oktoba 2000. Namwambia kwa Disemba 2001. Akasema mwanangu harakisha, hiyo harusi sitaiona. Nikamwambia mama utaiona harusi, wewe ndio utapeana msichana. Na akapeana msichana. Akaniambia mimi sasa vile nimeona harusi yako naona kama sasa naweza enda. Nikamwambia you are not going anywhere mpaka uone mjukuu wako. Akaona mjukuu.
Hallelujah. Akaniambia si mjukuu nimemuona sasa unaweza niachilie kama huendi mpaka uone wa pili. Huyo wa pili alikuja 10 years later. Miaka 10 baadaye na alimuona. Akaniambia sasa nimewaona wawili, si niende. Unajua baada ya miaka ukipata watoto wawili unapeleka ng'ombe wa ukoo Ukambani. Nimeoa Ukambani. Unapeleka ng'ombe wa ukoo. Watu maana umetengeneza ukoo. Sasa akaniambia sasa ukileta yule ng'ombe mimi naona unaweza niachilia. Nikamwambia nataka mjukuu wako atoke kule niko aje kusalimia kubebea sukari. Tukamtuma. Sasa huyo kijana anaweza akapeleka mwenyewe, anafanya kazi. Anaweza akapeleka mwenyewe. Na mama tumemshikilia na maombi. Juzi akaniambia nimelala nikaona maono. Nimeona nilikuwa nanywa dawa, mtu mrefu mweupe akatokezea, akanipokonya zile dawa. Akaniambia usinywe tena dawa, nimekupatia miaka 3 ya kuishi. Hallelujah. Nikamwambia pia mimi nami naomba. Hiyo miaka 3 iliisha mwaka jana na bado yuko. Yaani tunaendelea. Mama ongea uzima. Baba ongea uzima. Sio mkikaa kidogo mnataka kwanza kula unasema sasa mamake anaitwa nani huyu kijana? Teddy. Mamake Makao. Mimi vile nasikia naona kama niko gani. Hakuna kwenda, unaenda wapi? Mama akwambia anaenda umiza mimi unaniacha na nani? Hallelujah. Amen. Mimi ni Mduruma. Waduruma ndio wamekuwa rated the most jealous men in Kenya. Wana wivu sana. Inasemekana mzee wa Kiduruma kama ni mgonjwa sana yuko kitandani, mwambie haya afori kemke wawalwe karena. Kesho ameamka anapona. Sasa nataka huyu mzee awe na roho ya Kiduruma. Akwambia yeye anaambia ukifa naolewa na mimi. Siende. Hakuna kwenda. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Ongea uzima. Renew your strength. Wakati mwingine chomoka, toka hapa. Achana na stress ya ng'ombe. Nenda huko Gatanga. Kaa huko. Ukifika kule hata cobwebs zikiwa hapa karibu hutaambiwa kutoa. Unaenda wakati mwingine unaamua. Vijana mpo? Wakati mwingine mnampeleka mama Airbnb. Mnapeleka hiyo itamchokesha. Itabidi wapike tena na mzee. Wapelekeni mahali full boat. Wakae, watulie wiki moja. Hallelujah. Amen. Kwani kulipa 30,000 kwa siku for 5 days for your parents ni kazi kubwa? Hapana. See, that is only 150,000. Mnapeleka mama na baba wakae watulie. They have done a lot. Pastor hakuna pesa. Si uuze gari peleke mama huko. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Speak life in your life. Hata wewe uliye hapa zungumza uhai ndani ya maisha yako. Speak life. Na usile kila kitu. Unajua kuna watu wanakula kila kitu. Mimi ni Mkristo, nimelelewa katika Uislamu kiasi. Hatuli mfu. Hata pamoja na Ukristo wangu I don't eat dead meat. Sili mfu. Hallelujah. Simba anaishi miaka mingi maana hali mfu. Fisi anaishi miaka michache maana anakula mfu. Speak life. Jitabirie. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kwa sub county mimi ni energizer na pia kwa county. Huwa ile zile sarakasi nafanya mazoezi ya vile nitakuwa nacheza na wajukuu wangu. Huwa na gather stories hivi. Najua nitakuja kuongea na wajukuu na hata watoto wa wajukuu wangu. Tutakuwa tunapiga story. Mandakalama nani hashele baba mkubwa. Great grandfather watakuwa wananiita hivyo na tunacheza na wao maana nitakuwa bado niko hai. Wewe miaka 23 unasema unataka kufa. Hata si usome Biblia. Biblia brother Brian inasema na wazee 24, wazee 24. Sasa wewe ama mumeona jamani pastor. Umeona kuna mahali pameandikwa na vijana 24 wako mbinguni. Ni wazee. Sasa wewe kijana wa miaka 40, miaka 60, miaka 70, kijana wa miaka 70 unataka kwenda wapi? Baba una miaka mingapi? 78. Bado Trump juzi amegombea urais akiwa na miaka mingapi? Trump ana miaka mingapi? 86 na amekuwa president.
You can vie for presidency in 2027. You are still young, my father. You are still young. You are still young. Raila Gaja Vetetu bado anasema 2027 takuwa kwenye ballot box. Bado ana maono. Alafu wewe umemaliza form 4 unasema mimi sasa nisipopata mtoto sasa nitakufa bila kuitwa mama. Nani alisema? Hakuna kufa, ambia jirani yako hakuna kufa. Hakuna kufa. Unataka ufe uende wapi? Sio mwingine tutatoa wapi? Mbona kufa unaenda wapi? Hakuna shule huko, hakuna zone. Huko hakuna Mkongani zone. Ai. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nataka uinue mikono yako juu. Nataka twende mbele za Bwana. Nataka uongee na Mungu. Nataka umwambie Mungu, renew my strength. Uisha nguvu zangu. Nitie nguvu mpya. Nataka umwambie Mungu, mimi I'm not giving up. Sikati tamaa. Na umwambie Mungu, bado kazi ni nyingi, sifi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante.